tunapomwona Rayvanny tunamuona msanii mkubwa. Tunaona Kwetu, tunaona Tetema, tunaona BET Award, tunaona Next Level Music, tunaona collaboration na wasanii wakubwa Afrika na nje ya Afrika. Lakini kabla ya hayo yote, kulikuwa na kijana mmoja kutoka Mbeya ambaye alikuwa na ndoto ya muziki. Na kuna kitu cha kushangaza zaidi. Rayvanny hakuanza safari yake akiwa tayari ni Rayvanny tunayemjua leo. Alianza kujijenga tangu akiwa mwanafunzi. Mwaka 2011 akiwa bado shule, alishinda mashindano ya freestyle rap. Baadaye mwaka 2012 akaingia Tip Top Connection, ambako aliendelea kujifunza na kujenga connection nyingi zaidi kwenye masuala ya muziki. Na miaka michache baadaye tunakuja kumuona Rayvanny akianza kusikika Tanzania nzima. Leo ni siku yake ya kuzaliwa, lakini badala ya kusema tu happy birthday Rayvanny, hebu tumjue huyu alitoka wapi, alipitia nini, nini hasa kilimfanya afike hapa alipofika, na ni mambo gani hasa ambayo katika safari yake huenda wewe ambaye unasikiliza hukuyajua. Itoshe kusema na kusimulia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini mengi zaidi utashangaa ila utayajua. Anayesimulia anaitwa Sifa Lee, kwenye mitandao yote napatikana kama Sifa Lee Don Lao. Jina kamili ni Raymond Shabani Mwakyusa, ambaye anafahamika zaidi kwa jina la kisanii kama Rayvanny. Alizaliwa tarehe 22 Agosti 1993 huko jijini Mbeya, sehemu inayofahamika kama Nzovwe nchini Tanzania. Leo Agosti 22, 26 anatimiza miaka 33. Huyu ni mwimbaji, ni mwandishi na mtunzi ambaye pia ni mtumbuizaji kutoka nchini Tanzania anayehusishwa zaidi na muziki wa Bongo Flava ama Afropop. Lakini Rayvanny sio tu msanii. Huyu ni mwanzilishi wa Next Level Music, ambaye hii hapa ni lebo iliyoanzishwa baada ya kujijenga ama kujenga taswira na jina ambalo lilikuwa sana akiwa WCB Wasafi. Mapenzi ya muziki yalianza mapema. Tangu alipokuwa shule mwaka 2011, Rayvanny alishinda mashindano ya rap ya freestyle. Hii ilikuwa kabla hajawa na jina kubwa, kabla ya WCB, kabla ya BET, kabla ya Kwetu, kabla ya stage kubwa. Alikuwa kijana akijaribu kipaji chake, na mwaka 2012 akaingia kwenye kundi la Tip Top Connection, ambako alipata nafasi ya kupata uzoefu na kujijenga na kujenga connection na wasanii wengine wengi zaidi. Utashangaa, lakini jifunze. Kipaji kinaweza kuonekana siku moja, lakini hujengwa kwa miaka mingi sana. Usidharau hatua zako ndogo, huenda ndizo ambazo zitakupeleka kwenye hatua kubwa. Mwaka 2016 ni mwaka ambao ulibadili historia ya muziki, ulibadili historia ya Rayvanny, kwa sababu 2015 ndipo ambapo Rayvanny alijiunga na WCB Wasafi. Lakini mwaka uliofuata, kwa maana ya 2016, hapo ndipo dunia ilianza kumjua. Akatoa Kwetu, wimbo ukawa hiti kubwa na ukamsaidia Rayvanny kujulikana zaidi Tanzania na Afrika Mashariki. Fikiria, jana ni kijana mwenye ndoto, leo wimbo wako unasikika kila mahali. Lakini hapo ndipo safari ilianza kuwa kubwa zaidi. Tunamuona safari ya Kwetu ikimtoa sehemu moja kwenda nyingine, kwa sababu baada tu ya Kwetu Rayvanny hakuishia hapo. Akaendelea kutoa nyimbo zilizomjengea jina kama vile Zezeta na Tafuta Kiki, Mbeleko, Tetema na nyingine nyingi sana. Mwaka 2017 Rayvanny alishinda BET Award katika kategori ya International Viewers Choice. Hasa kijana wa Mbeya alikuwa amefika kwenye stage ambayo wengi waliiona mbali sana. Utashangaa, lakini jifunze. Usifikirie kwamba mafanikio yako ya kwanza ndio mwisho wa safari. Kwetu ilikuwa breakthrough, lakini hakuruhusu iwe mwisho, kwa sababu wakaja tena kutoa ngoma ambayo iliweka historia kubwa sana kwake Rayvanny. Hapa naitaja Tetema. Kuna collaboration ambazo zinakuwa nyimbo na kuna kolabo ambazo zinakuwa matukio. Rayvanny na Diamond Platnumz walipoungana kwenye Tetema, wimbo ukapata attention kubwa sana ndani na nje ya Afrika. Rayvanny akaanza kuonekana kama msanii ambaye anaweza kubeba muziki wake nje ya Tanzania, na hii ndio moja ya vitu ambavyo vilimsaidia kuingia zaidi kwenye ramani ya kimataifa, mpaka pale ambapo tunakuja kuzidi kuona mafanikio yake zaidi. Wako watu ambao wakishapata
tuzo, wakishapata mafanikio, wakishapata jina kubwa, wanaanza kupumzika. Rayvanny akaendelea, alifanya collaboration mbalimbali. Mwaka 2021 alishirikiana na Maluma kwenye Tetema Remix, yani Mama Tetema. Wimbo huo baadaye ulipata certification ya gold nchini Marekani. Hii ilikuwa hatua nyingine ya kuonesha kwamba Bongo Flava inaweza kukutana na muziki wa wasanii kutoka sehemu nyingine nyingi za dunia. Utashangaa, lakini jifunze. Award inaweza kuthibitisha ambacho ulikifanya jana, haiwezi kukuhakikishia kesho. Kesho bado unatakiwa kuifanyia kazi. Baadaye tunamuona msanii Rayvanny akitoka WCB, na hapo ndipo story ilipobadilika, kwa sababu Rayvanny alikuwa tayari amejenga jina pale WCB, lakini mwaka 2022 akaondoka rasmi Usafini na kuendelea na safari yake kupitia Next Level Music. Hii ilikuwa hatua kutoka msanii mpaka pale ambapo anakuwa mwanzilishi na mmiliki wa lebo. Sasa hakujenga kalia yake tu, kwa sababu alianza pia kujenga mazingira ambayo wasanii wengine wanaweza kupitia. Utashangaa, lakini jifunze. Kuna wakati unatakiwa kutoka kwenye nafasi uliofanikiwa ili ujenge kitu chako wewe mwenyewe. Rayvanny wa leo sio Rayvanny wa kwetu. Baada ya kwetu, Rayvanny aliendelea kwenda mbali zaidi, kwa sababu alikuja kutoa ngoma nyingi sana, alikuja kufanya kolabo nyingi sana, na akaendelea kuonesha namna ambavyo yeye akamatiki. Hii ndio sehemu ninayoipenda zaidi kwenye story hii, kwa sababu Rayvanny wa kwetu alikuwa msanii anayejitambulisha. Rayvanny wa leo ni msanii ambaye tayari amepita stage mbalimbali. Ameshakuwa mwimbaji, ameshakuwa mwandishi, mtumbuizaji, mshindi wa tuzo, lakini pia mtu mwenye kolabo kubwa mpaka kolabo za kimataifa. Sio hivyo tu, amekuja kuwa ni mmiliki pia wa lebo na mwanzilishi. Tayari ametoa projekti kubwa zaidi, ikiwemo albamu yake ya The Big One iliyotoka mwaka 2024 kupitia Next Level Music. Kwa hiyo usimpime Rayvanny kwa wimbo mmoja uliomfanya ajulikane ama ujue jina lake. Mpime kwa safari yote ya muziki wake. Utashangaa, lakini jifunze. Hizi ni fakti ambazo zinafanya Rayvanny awe si wa kawaida. Moja, Rayvanny alianza kuonesha passion yake tangu akiwa shule. 2, alishinda mashindano ya freestyle mwaka 2011 kabla hajawa superstar. 3, aliingia Tip Top Connection mwaka 2012. 4, Kwetu ndio wimbo ambao ulimsaidia kuvuka na kwenda mainstream mwaka 2016. 5, alishinda BET Award mwaka 2017. 6, aliwahi kuwa sehemu ya WCB kabla ya kuondoka mnamo mwaka 2022 na kuendelea na Next Level Music. 7, fahamu kwamba amewahi kushirikiana na wasanii wengi sana kutoka nje ya Tanzania akiwemo Maluma. Story ya Rayvanny inatupa funzo kubwa sana katika maisha. Kwanza, usidharau mwanzo wako, kwa sababu kabla ya stage kubwa ulikuwa na freestyle. 2, kipaji kinataka kujengwa, kwa sababu hata Rayvanny alianza mapema na akaendelea kujifunza. 3, breakthrough sio mwisho, kwa sababu Kwetu haikuwa mwisho wa Rayvanny, hivyo usiogope kukua, kwa sababu hata Rayvanny alitoka kuwa msanii wa ndani ya lebo hadi kuanzisha lebo yake. 5, mafanikio yanapaswa kukupeleka level nyingine. Jina likikua, uwezo nao unatakiwa ukue. Leo Rayvanny ana miaka 33, lakini miaka hii 33 haijaandikwa tu kwenye birthday cake. Imeandikwa kupitia vitu ambavyo vimempa jina, vitu ambavyo vimemkuza, vitu ambavyo anajivunia, ikiwemo freestyle, ikiwemo kuwa Tip Top Connection, ikiwemo kuwepo WCB Wasafi, ikiwemo Kwetu, ikiwemo Tetema, ikiwemo BET kolabo na vitu vingine vingi sana. Happy birthday Rayvanny. Tuseme hongera kwa miaka 33 ya safari. Na kijana ambaye anatamani kufika mbali, usione tu Rayvanny wa leo, tafuta Rayvanny wa 2011, kwa sababu mafanikio makubwa mara nyingi huanza wakati hakuna ambaye anajua jina lako. Hii ndiyo ilikuwa utashangaa, lakini jifunze. Anasimulia Sifa Lee. Kwa leo itoshe kusema.